Taratibu unauma. Pole kaka. Inabidi ujikaze. Maana tusipofanya hivyo hautolala, mguu utakusumbua. Hali ya mgonjwa inaendelea. Salama. Baada ya kumaliza kumhudumia mgonjwa, nimekufuata twende nyumbani. Matulanga, nahitaji talaka yangu. Siwezi kuishi tena na wewe. Na huo ndo msimamo wangu. Nadhani umenielewa. Nachojua mimi ni kuoa tu, sio kutoa talaka. Shemeji, nimemfuata mke wangu. Na ukumbuke kukaa na mke wangu ni makosa makubwa sana, kwa sababu sijampa talaka. Sijui umenielewa? Twende nyumbani. Niache Matulanga! Hivi wewe ni mtu aina gani? Mdudu? Shetani au mnyama? Unaroho kikatili sana Matulanga. Nakuchukia! Nakuchukia Matulanga! Ondoka! Toka Matulanga! Toka kwetu Matulanga! Kiona chozi lingine nanitoka, niache usinifute. Pia kutokana na tatizo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi. Hivyo Sonia hutaweza kubeba tena mimba. Kuanzia leo hii mimi na wewe tunavyoongea hapa, sina mtoto na wewe. Unielewa? Kwa hiyo unamaanisha Salim sio mtoto wako? Ndio. Sonia. Sonia, mbona uli? Sijisikia tamu ya kula. Mimi nafikiri cha kwanza tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna mtu ambaye anapata majeraha. Lakini pia haupaswi kuhuzunika kiasi hicho. Wana majibu ya daktari yasikuumize kiasi hicho. Kupata mtoto ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Na hata kama kitokea hujapata, mimi siwezi kukuacha. Nitaendelea kuwa na wewe kwa sababu nakupenda. Ni bora hata ningekuzalia mtoto mmoja ndo lingetokea ile tatizo. Huwezi kunivumilia hata kama unanipenda. Ni lazima tu tutoka nje kwenda kutafuta mtoto pembeni. Hapana Sonia. Siwezi kufanya hivyo. Nitaendelea
Sasa nyimbo njoo ule basi. Nikande vizuri. Mbona upo romantic wewe? Dada, sisi mguu. Hapo ndo bado umefika. Naomba nielekee kuswali. He? Utaweza lini sasa? Sina kufundisha hapo. Ukimaliza utaelekea huko unakotaka kwenda. Dada, nilifundishwa muda ibada ukifika niache vitu vyote nielekee kuswali. Kwa hiyo, hujafundishwa kwa heshima ukubwa, si ndio? Hapana dada. Sasa kwa nini unabisha? Mfanye huko sasa usikie kelele zako. Na ukimaliza hapo kunikanda vidole, nikande miguu, mikono na mwili mzima. Sijui tumeelewana. Watoto wanauliza wapi mami, daddy wapi mami, hapo Vipi hali yako? Homa imepanda sana na sina nguvu. Na mwili wote pia wa moto. Pole sana kakaangu. Hata hali ya mtoto nayo sio nzuri. Na nikiangalia tuna hata pesa. Sijui tunafanyaje sasa. Sina cha kufanya. Maana ningekuwa na nguvu, kuna wateja wanahitaji maji ningewapelekea. Lakini nashindwa kufanya hivyo maana nauma sana dada yangu. Maji yako wapi? Haya kuna madumu. Wateja je? Tawapili hapa. Nielekeze vizuri, nataka niwapelekee. Dada, na wewe hali yako utaweza kweli? Selina wewe? Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha. Sabra, mbona kuja nyumbani bila taarifa? Wakati unajua fika mimi nakaa na mke. Ungemkuta Sonia ningejibu nini mimi? Simu zangu upokee. SMS ujibu. Kwa hiyo, unataka nifanye nini? Okay, sorry. Nilikuwa mbali na simu. Niambie. Una mpango gani na mimi? Kivipi? Kivipi? Yaani unaniuliza kivipi? Umenipa maambukizi ya HIV, imepelekea ndoa yangu kuvunjika. Na mimi siko tayari kukaa nyumbani, nadhani unaelewa hilo. Na kuuliza kwa mara nyingine Chike, una mpango gani na mimi? Sabra, unajua fika mimi nakaa na mwanamke. Na hata kama ningekuwa sikai na mwanamke, nisingeruhusu uje ukae hapa. Kwa sababu wewe ni mwanamke wa rafiki yangu. Hivyo unafikiri siku akija kujua atanichukuliaje mimi? Nadhani hujanielewa. Swali langu ni kwamba una mpango gani na mimi? Pole sana dada. Lakini kwa nini usingejaribu na mitishamba? Huenda ungeweza kulitatua hili tatizo. Sidhani kama itawezekana. Anyway, ngoja nimalize dawa zilizopewa hospitali. Alafu nitafanya hicho ambacho umeniambia.
Pia ushauri wangu mwingine, hebu ongea na Joeli vizuri muyamalize. Mumlee mtoto wenu vizuri. Huenda wao ndio mmeandikiwa na Mungu. Umenielewa Dasonia? Samani. Habari yako? Salama. Unafanya biashara ya kuuza maji? Ndiyo. Wow, hongera sana. Asante. Lakini kwa nini usingemwacha mtoto nyumbani alafu ndio ufanye biashara? Huoni kama unateseka? Babake anaumwa, kwa hiyo sina mtu wa kumwachia. Oh. Pole sana. Asante. Ila next time usisikuwa katika hali hiyo. Pia alikuwa na mtoto mdogo kama hivyo. Kwa mazingira yetu sisi wa Afrika, hasa ukiwa una kipato, lazima upitie changamoto nyingi sana. Huyu sio mtoto wangu, ni mtoto wa kaka yangu. Okay, unajua ni wa kwako. Naitwa Chief. Naitwa Maida. Sasa Maida, nataka nikupe deal. Kila siku leo hapo ofisini kwangu madumu mawili, nahitaji nianze kufunga maji yale ya 100 ya Kandoro katika mafiki yangu. Kwa hiyo, ulete madumu mawili kila siku hapa. Nashukuru sana kaka yangu. Ile ili dumu ni la watu. Je, nipeleke afu ndakuletea la kwako. Haya, karibu. Asante. Sabra, huenda mimi nitafanya kila njia rudiane na Fahadi. Mimi nitakwenda kuhudumia kwa kila kitu kwa kipindi hiki ambacho uko peke yako. Sawa? Chike, mimi naenda. Ila nakuahidi, usipotimiza ahadi yako, nitamwambia kila kitu Fahadi pamoja na Sonia kama vile Ni nani huyu? Huyu alikuwa shemeji yangu kwa Fahadi. Kafuata nini hapa? Alikuja kuniambia nimsaidie kurudisha ndoa yake, lakini pia nimwombe msamaha kwa Fahadi. Una uhakika na unachokiongea? Mapenzi yamejawa na usaliti, watu wapendani, visa vingi, unayempenda hakupendi, purukusha soma dingi, hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua. Wewe jana utanitambua. Kwa nini utakuongoza shule vile? Naongea na wewe, kwa nini utakuongoza shule vile? Usamee dada, nilisikia kizunguzungu hapa nikaanguka chini, nguo zikachafuka. Unajua kufua wewe? Unajua kufua? Hapana dada, nisamee. Sasa leo nakupiga na zile nguo pale na kusimamia unazifua. Shanzi mkubwa wewe. Alo Fadi. Ya, kuna simu nimetoka, nimeona je nimwangalie mtoto mara moja. Lakini geti limefungwa. Pole sana. Sasa tutakuwa melala. Subiri na mambo. Okay, sawa.
Mama tondoki wote sitaki kubaki na dada. Dada ananitesa. Mimi sina pesa mwanangu. Mungu nisamehe mamangu. Aliyesababisha haya yote ni baba. Nisamehe mamangu. Eti kama ningejua umefungwa mama, nikuje kukuona. Hizi kutakiwa kufanya hivyo mamangu. Sikujua kama uko jela mamangu, nimekuja kukuona. Mama. I'm sorry. Rudi duniani nikuombe msamaha. Unisamehe mama. Lakini usilie. Naomba nikaze. Najua ni namna gani unaumia. Niache. Mama wangu yuko wapi? Yuko wapi mama wangu? Mama wangu yuko wapi? Watoto wanauliza wapi mami, daddy wapi mami, hapo wapi mama nikuombe. Watoto wanauliza wapi mami, daddy wapi mami, hapo uwe hapo. Wanatamani hata kidogo kuone. Pole babangu. Unajua kufanya makusudi. Hata Mungu atakusamehe kwa hili. Kupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe. Nyamaza. Single father, 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 single. Dada yangu aliamua kujiua baada ya kujua ametembea na mtoto wake. Yote sababu yako wewe mzee Matata. Sasa ninasema tena, Yasir hawezi kuondoka hapa. Na huo ndio msimamo wangu. Ataondoka hapa pindi mimi nitakapoamua ndio naweza kwenda sehemu nyingine. Nimemaliza. Na sitaki discussion katika hiyo. Inabidi umtoe kafara mkeo. Hapo ndipo utapata utajiri. Na sisi tunachohitaji ni kile kiumbe chake cha tumboni. Hivyo basi, kafara hiyo utaifanya kipindi mkeo anataka kujifungua. Baby, uko sawa? Yeah, uko sawa. Kwa nini ukuniambia kama umeasilika? Hata mimi hakuwahi kuniambia ukweli. Nilikuja kugundua baada ya kumaliza shida zake.